Maji ya kuoga chapu. KG on the beat. Umerudi mchana huu. Sawa? Hata dakika 10 hujamaliza ndani unaondoka. Unaondoka unaenda wapi? Naenda kutafuta hela. Kwani vipi? Una 20,000 hapo nipe nisiondoke. Una 20,000 unipe hapa nisiondoke? Sasa mke wangu, hai mambo hela si inatafutwa lakini. Hela si inatafutwa. Ndio naenda kutafuta sasa. Kumbe unajua kama hela inatafutwa. Nikaa hapa mimi nafanya? Una hela wewe hapo lipo. Na hapa nafanya nini wewe huko ndani? Una hela wewe? Hela zenyewe una wewe vipi? Mke wangu naomba uwe na heshima. Na kuomba uwe na heshima tafadhali. Toka tumeanza kuishi sijawahi kukosea heshima hata siku moja. Na haya mambo kama yamekuja kwa sababu nimefukuzwa kazi, naomba tuheshimiane. Haya ni maisha. Sawa? Baba, Aisha mazuri alikuwa zamani, sio sasa hivi. Kipindi hicho una kazi, sasa hivi una kazi. Hapo upo tu sasa hivi kama kopo tu kwangu. Una nini wewe? Yaani kwangu si lolote si chochote. Yaani wewe upo tu. Unasemaje? Ndio nimesema kwa nini msikiaje? Mke wangu naomba tuheshimiane. Uko unakofika ni mbali mke wangu. Nikuheshimu kwa lipi bwana? Niache mimi nikatafute hela. Wewe mwanamke, na kuomba usije ukanifanya nifanye kitu ambacho dunia nzima itanishangaa. Sitaki. Hata 2,000 hapo huna. Afu naambia mke wangu nenda wapi? Nisiondoke mimi kwa sababu naondoka vizuri baba nakipeleka upo. Enda kwa wanaume wenzao unajua kutunza. Wewe upo tu ndugu yangu. Kaa hapo usubirie chakula nikukuletea ule, tuliza nani yako hizo. Wewe mwanamke, msalie mtume mwanamke. Naweza nikafanya kitu. Naomba tuheshimiane kwenye maisha yangu. Wewe msikia nikwambie, heshima hapa. Heshima pesa baba. Nikuheshimu una nini? Nikuheshimu una nini wewe? Heshima pesa ndugu yangu. Mke wangu wewe. Unaniambia mimi hivyo, si ndio? Nimekwambia urudi ndani. Nimekwambia urudi ndani. Kama wewe unakwenda nipate uone. Mke wangu lakini unajua tulikotoka sisi, unajua tulikotoka. Tangu ndo kabisa nilikuwa nakwenda nikakosa hela samahani. Kaa hapo nyumbani nikuletee chakula maana sasa hivi nakulisha mwanzo mwisho. Kaa hapo. Kaa upumzike. Kweli maskini akipata matako uliyambwata. Hii ndo matako uliyambwata hii. Yaani mwanamke unanidharau mimi leo, unanidhalilisha mimi leo. Unaenda wapi sasa? Unaenda wapi huko sasa? Sasa si uje. Lakini haya ni maisha. Haya ni maisha mke wangu. Haya ni maisha.
Sambaza kwa umakini huko. Alijajaa huko. Bado. Angalia vizuri huko. Unajua unatoka machimbo baba. Lista moja sio kitoto. Oya. Angalia kuna mawe huko. Mawe hamna babu wewe. Mbona gubu babu maneno kibao? Unaenda kwa rais huko. Nimeshakwambia hivi, siwezi kubariki hayo mahusiano yako ya kijinga. Umenielewa wewe? Tena unikome kabisa. Masuala kuniambia dada nishauri, sitaki. Una kazi ya kutembea na wanaume wasiokuwa naye wakati wanaume wenyewe wamejaa kibao duniani hapa. Wewe mpuzi nini wewe? Kuharibia na mudi tu saa hizi. Haya, mwingine huyu hapo kafika. Kiswaswadu huyu. Jua kali, mtuliage majumbani mwenu. Una shida gani? Una miguu na mikono? Dada, kuna sehemu nilikuwa nahitaji kwenda. Kwa hiyo naomba niazime 5,000 tu kama nauli. Wewe 5,000 unayo? Hivi nyinyi mna matatizo gani? Ina maana wewe unashindwa kuutumia uzuri wako ulionao kuuza hata uji barabarani ukapata wewe 5,000. Mnafikiria hela ni rahisi Wewe kutwa na kuona barabarani unahangaika sana mabodaboda. Ama bodaboda wanashindwa kupa 5,000. Wewe kazi yako ni kuomba tu. Tafuta biashara ufanye. Sio mna kazi ya kuomba hela tu. Huyu mwenzio naye akatoka kunipigia simu, aliniambia wewe dada, mimi sijui nimegombana na mume wangu, naomba unishauri. Kwa nini mnahangaika bila kuwa na akili kwenye vichwa vyenu? Tumieni akili, pesa sio rahisi. Upo. Mnahangaika, mnateke, vipi? Kutoka nini? Unanichelewesha mimi. 5,000 uliweka wewe. Babako anayo. Sio kutafuta hela huko na kazi ya kuomba hela. Unafikiri kutafuta hela kazi ndogo Mke wangu. babu usisumbue nataka nini? Niweke maji ya kuoga mimi nioge nitoke bwana. Maji ya kuoga chapu. Maji ya kuoga? Kwa mkangu. Keo! Ndio unanimwagia mimi maji mkangu. Ndio nishakumwagia, unasemaje sasa? Wewe unanimwagia mimi maji kweli? Ndio nishakumwagia, unasemaje sasa? Kama wewe kweli mwanaume unajikubali unaenda jana ndio umekamilika kabisa. Fanya kwa kitu nikiona. Fanya. Wewe mwanaume alijali wewe. Fanya kwa kitu kwangu wewe. Fanya kama umekamilika. Unatishia nyao mimi mtu mzima. Nakishia wewe. Hayo maneno unaniambia mimi kweli? Eti mume wangu. Unajiita mume? Wewe unajiita mume kwangu wewe. Wewe mume wangu. Wewe hauna tofauti yoyote na Ashura kiuno. Una eti mume wangu. Koma kabisa, mimi sio mkeo. Upo katika mume nete utatoka. Yaani katika ume za watu na wewe utajiita mwanaume utatoka. Wewe ni mwanaume wewe. Mwanaume na kustiri tu. Unanistiri mimi leo, si ndio? Kustiri. Maana ndo ninayekulisha huko ndani. Utajiita mwanaume. Yaani wewe wanaume ulishaenzi hizo ulivyoacha kazi, sio sasa hivi. Utajiita mwanaume wewe. Hata 200 hapo una mfukoni eti mwanaume. Wanaume wenzao wajui. Wanaume wenzao nikitoka huko na ukirudi hapa na 50,000, 20,000, wao ndo wanaume, sio wewe hata 2,000 una. Vipi wewe babu? Kaoge uko na kuogaga.
Na kuomba mke wangu tafadhali, sitaki kufanya kitu ambacho sio cha kibinadamu kwako, tafadhali. Naomba tuheshimiane. Nitakuvuruga, nitakuja tufue. Nitakuja nikupasue komo hiyo. Jaribu kama umekamilika, jaribu. Wasilijali wewe. Jaribu. Unachukulia poa eh? Yaani unaniweza mwanangu. Mimi wewe uniwezi. Wewe una nini wewe Mwajuma tu? Wewe Mwajuma tu kwangu mume, katika mume naye mume. Yaani katika mume naye utatoka naye, na utatoka katika fungu la mume mkwenda huko. Kwa sababu nimefukuzwa kazi, kwa sababu sina pesa, kwa sababu naishi maisha magumu, yaani ndo mke wangu unafanya hivi kweli? Kau binadamu kidogo, mke wangu una tau binadamu una. Nipigie makelele huko nikija. Nitakita kelele zako hapo. Maskini. Maskini jamani. Nimezunguka mpaka nimechoka, naona hapa ndo nitapata msaada. Kama tujali, naomba nisaidie 40 tu. 40. Una shida na 40? Ndio. Shoga yangu. Kwa uzuri uliona wewe wa kusifa 40. Nipata wapi rafiki yangu? Sina hata kazi nayofanya. Na kazi gani rafiki yangu? Naipata wapi mimi hiyo? Yaani wewe ni piskali alafu unakosa 40. Mimi cha kukusaidia. Yaani mimi cha kukusaidia nisema nimekusaidia sana. Kuna namba ya mtu. Na kumbe unapata 40 ni kilo safi. Yaani hata sasa hivi unapata. Sijaelewa kwa nini namba ya nani? Wewe unataka 40 au utaki? Sawa, ndio hiyo ila naitaka. Ila nataka nijue hapo, yani namba ulipa ni ya nani? Sijakuelewa. Ukiwa una shida utanifuata. Utaniambia na shida na ile namba. Sawa mama? Haya, kama uwezi, ukiwa na shida utanifuata. Utaniambia mama na shida na ile namba, nitakupa. Mimi nitakupa kilo safi.
Sasa wanangu, kama mnavyojua, hizi kazi lazima utumie nguvu. Hii inatoka kausha damu. Una nini? Kausha damu. Kausha damu, mchanga ni kausha damu babu. Unaona kisema hiki? Wote wametokea hapa. Unaona ngoma hii? Imetokea hapa. Hapo kiingia babu humu. Au nikuonyeshe? Acha bwana. Humu. Kwa hiyo hii kausha damu. Kwa unaona hii hapa? Hii inaitwa blister. Blister. Nini? Blister. Hii babu inajoza yote tunabeba. Sio ile ndogo niliyoibeba. Hii ndo ngoma yenyewe sasa. Kilo 80. Kilo 80. Ile niliyobeba kilo 60. Hii 80. Kwa natakiwa umekula umeshiba. Sipendi wanawake sana, mmelegea sana. Wewe asikia. Hapo kinachohitajika ngoma hii ikimalizika. Tunafuata ile pale. Unaiona ile pale? Sasa. Ile inaitwa ape mtu ape kipa. Mpaka tumalize. Gari zipo 3. Kila gari moja shilingi 40. Wewe 40, mimi si wanyimi 40. Na kesho kuja kutoa mchanga mwingine. Tunaweka road au sio? Simuona road kama hiyo pangiliwa mchanga wote ule. Tunaongeza zaidi sasa. Nashukuru sana kaka. Kwa hiyo tunaondoka na gari na gari mchanga. Hapa tunaondoka na kiroba kingine kimoja kule kutua kwa sasa. Kajua labda tunapumzika kidogo. Hamna kupumzika hiyo. Hiyo hamna kupumzika. Wewe mwana. Hapa ni kazi tu. Hapa ni wewe bro, usilegee. Wewe mwili wote nyama hizi zimejaa. Vipi? Hapa ni kazi. Wewe usichanganyikiwe mdogo wangu. Hapa kazi tu. Ndugu zangu, lakini pamoja na yote mimi na shida kidogo inanisumbua. Unajua kwenye maisha bora ukose vitu vyote lakini sio kukosa amani ya moyo. Kiuhalisia mimi sina amani ya moyo kabisa. Changamoto nilikuwa nayo kubwa ni swala la mke wangu. Mke wangu kwa kweli ni mtu ambaye sasa hivi amebadilika sana. Mke wangu ananidharau, ananidhalilisha mbele za watu, ananibisha vibaya, anaenda huko anachelewa kurudi, hanisikilizi kwa chochote. Kwani wewe umeoa? Blaza nimeoa. Pole sana. Sijabahatika kupata watoto lakini niko na mke wangu ni mwaka wa 3 sasa. Mimi hapo unaniona mimi hapa. Sijawahi kuoa. Na wala sitarajii kwamba kuoa. Na wala sijui nitaoa lini. Mimi yangu mchanga, kulala mchanga, kuamka mchanga. Kama unaoa. Hapo mwendo wa blister tu. Sawa? Mwanangu, tupambane. Pole sana. Asante sana. Kwenye swala la kuoa brother, sikushauri wala uoe. Kwa sababu hakuna mtu anayeshauriwa kuoa, isipokuwa kuoa ni wakati ukifika. Japo wakati unaweza ukawa sahihi au sio sahihi. Mimi naweza nikasema kwangu wakati sio sahihi. Kwa sababu napitia changamoto nyingi sana. Kwa hiyo nikaona niwashirikishe ndugu zangu ili muweze kunishauri at least mawili matatu. Pole sana kaka. Unajua kuna kitu kidogo nataka nichangie. Blaza, hakuna kitu kizuri katika maisha kama pesa. Pesa ndo kila kitu. Mwanamke anakutesa braza, kisa pesa una. Jaribu kupambana, nguvu unazo. Utafanikiwa kwenye hilo swala. Na shemeji atatulia, mambo mengine yataendelea kaka. Kweli. Pambana sana kaka. Cha kushauri kingine ni kwamba maisha ukiwa na kitu chako ukaona kimekutight, una uwezo kukifikisha kwa mtu mwingine kuweza kusaidia, usikifiche bro. Kifikishe. Kuna watu wajipigia kitanzi kwa sababu ya mambo kama haya. Kwa jambo lako kweli ni la kwako, lakini kweli unakubana fikisha kwa mtu. Mimi cha kushauri ndugu yangu ni kitu kimoja. Ninachokuomba wewe kama John Tomen, mzee wa kupambana. Kwanza nakukubali tia tano. Nakukubali sana. Ndio mbavu ipo, sema bado joint zimeisha kidogo. Kwa strong. Kikubwa wewe ni mwanaume. Wanawake wana tabia hii. Wana tabia ya kuchomeka na sawa. Hiyo tabia hii wanafanya testing. Anakujaribu pap, akiona umelegea, kesha anapitia pale pale. Kwa kinachohitajika chungana sana na akili zao. Ndio maana hata mtume akasema yani nimesahau kidogo ile nani alisema, lakini wasema kwamba akili ya mwanamke ni sawa sana mtoto mdogo. Sawa? Kwa yule ukishamuona vile, ndugu yangu usimtie hata kofi. Ukimpiga kofi tu Mwanamke anapigwa na pesa na kanga. Bro, unasikia haya? Anapigwa kwa kanga na nini? Na pesa. Kwa lazima tupambane hapa tupate pesa. Wewe unasikia bro? Tubebe mzigo tuondoke. Haina shida, mimi nashukuru sana. Pambana kaka, nguvu unazo kaka. Pambana sana.
Mwanangu, vipi mwanangu? Hapa ni kazi mwanangu. Haujaja kulala. Wewe sikia. Kuna gani 40 ujue? Sawa. Mzigo uishi na wewe pale uishi. Sawa. Bora umekaa kimawazo sana. Sijakuona leo ukija kazini. Ni kweli kaka. Ni kweli nimeshindwa kuja kwa sababu unajua ukiona siku zote watu wanapambana, huwa wanapambana kwa ajili ya familia zao, kwa ajili ya ndugu zao, kwa ajili ya watu wao wa karibu ambao wanawapenda na lakini ikifikia stage ambayo unapambania watu ambao hawaioni thamani yako. Naona hakuna hata sababu. Kwa maana leo sijaonekana kabisa. Ndugu yangu nakosea. Nakosea sana. Mimi naamini kwenye mapambano. Uwaga katika mapambano mtu upambanie kitu kimoja. Kuanzia mwenyewe mpaka familia. Kwa ukisema kwamba hujaja kwa sababu kuna watu ambao huwezi kupambania. Unakosea. Uje kazini ndugu yangu. Ni kweli kaka unachosema, lakini kitu kingine ambacho kinanifanya hata nisiendelee kupata shida ni kwa sababu ninaishi nina muda mfupi sana kuishi. Kwa hiyo hakuna haja ya kuendelea kujitesa kwa sababu maisha yashafika. Ndio sijakuelewa. Yaani una muda mfupi kuishi kinamna gani? Niwe kuwekea scenario ambayo naipitia mimi na mke wangu nyumbani. Kiukweli rafiki yangu nisikufiche. Nimeshindwa kabisa kumwacha yule mwanamke ashike. Kwa hiyo ninachokiona kwa sababu siwezi kuishi bila yeye, afadhali na mimi mwenyewe. Kwa hiyo sioni haja ya kupambana, napambana kwa sababu. Wewe sikia mwana, wewe ni John Tommy. Nakukubali kwanza ni mwana. Kwanza sio mwana tu, wewe ni ndugu. Sawa? Mimi ninachokuomba ndugu yangu, usiwe na fikra za kurudi nyuma, kuwa na fikra za kusonga mbele. Maana maisha ndiyo ni magumu. Sawa? Pamoja na kuchanganywa na nini? Usiwe na fikra ya kufikiria kuwa. Si unanielewa? Yaani ni jambo baya sana ambalo hata Mwenyezi Mungu mwenyewe halipendi. Huwezi kufikiria habari ya kujua kwa sababu ya mwanamke. Mwanamke anafanya ujinga wake. Halafu unaona kwamba kukuwa nampenda sana. Ndugu yangu, mimi nilikwambia toka mwanzo, mimi kupenda sijawahi kupenda. Lakini kwa jambo kama hili, ni afadhali usafiri uende mbali kabisa kuliko kukaa sehemu ambayo ukiamka asubuhi unawaza kwamba hivi leo nikiamka mwanamke anafanya kitu gani? Pisha kidogo. Ndio mwanamke kidogo atarudi kwenye akili, atajua kwamba kweli nilimkosea ndugu yangu. Lakini ukishinda kufanya jambo hilo, kwa utajua, lakini mimi sipendi ujue ndugu yangu. Wewe John Tomeni mzee wa kazi. Brother, hakuna mwanamume mwenye nguvu mbele ya mwanamke anayempenda. Mungu mwanaume wa namna hiyo hakuna jambo. Sio kwamba mimi ni mtu dhaifu kama hiyo. Lakini brother, moyo, shida ni moyo. Napitia changamoto ngumu sana. Lakini itoshe kusema kwamba nimekusikia ulichonishauri na ushauri wako ni mzuri. Nitaufanyia kazi. Upo sahihi. Lakini naulie tena. Unajua hata jamii ikija ikakaa ikafikiria kitu kama hiki ambacho unaweza kufanya wewe, jamii itakuchukulia ni mtu mbavu tena mjinga ambao unajua kwa sababu ya matusi ya mwanamke, ukorofi nini, Babu, haya mambo yaweza kusimplification yakafanywa na akawa sawa. Sawa? Kwa hiyo vitu vingine uvifanye kuvirahisisha vionekane viwe rahisi. Sio kila kitu unachokiona kwamba kiwe kigumu kwako ndugu yangu. Vile vigumu vifanye viwe rahisi tu. Uamue tu kusema acha ipite. Kuliko kusema kwamba ujipige kitanzi, ujiue, hakuna faida yoyote. Wewe unajiua saa hizi, kesho anaingiza mtu mwingine. Haya, faida yake ni
wewe mke umekufa, mke kakosa mke kakosa mme, hatimaye wewe uliyekufa kaleta mwanamume mwingine. Haya, jiulize, aendelee? Anaendelea. Sasa ujinga unataka kufanya ndugu yangu. Nakukubali sana, wewe ni gentleman, mzee wa kazi, mzee wa blister. Oya, akishua. Oya, mwanangu, nielewe mwanangu hivi. Wewe ni mwana. Sitaki nikudondoshe. Sawa. Wewe ukipoteza tumepoteza familia yote. Kabisa mwana. Sawa? Amini. Amani? Amani iwepo. Akishua. Mwanangu kama kawaida. Haina no. Naomba uje kazini. Haina no. Sawa? Haina no. Utachoma baadaye. Unakuja kazini? Nitafika kaka. Fresh. Kama kweli gonga mwanangu. Hiyo. Oya mwanangu. Wakishua. Mwanangu fresh. Haina no mwanangu. Nimefika nyumbani hapa sasa hivi nao. Nimechoka maana sio kumjua kule. Haya leo kazi. Kuolewa nayo. Na sio kweli kaona huko. Unafikiri masia, sipendi na limeningangania hata linamfanyia vitu lakini bado linangangania. Ndio. Mimi nakupenda sana. Unakupenda sana zaidi ya sana. Kweli niamini. Sasa mmeongo cha tukupe. Yaani acha tunikupe maua yako. Yaani leo umejua kuniweza. Sio kunibidua huko ndugu yangu. Lilishani. Sebleni baba kwenye makochi. Baba sakafuni, kwenye kisturi. Popo kanya mbingu. Baba hatari. Nimkumbuka wewe mimi wa nini? Kutwa staili moja kama jenda jando vile. Sio alikatiwa hospitali huyu, ajenda porini. Maana wewe mtangu unaonekana porini mtangu umeingia. Baby cha kupe maua yako Asante mwanangu. Umenikosha. Unajua kuniweza. Baba sio kile kiuno pia. Kabila gani? Ndo maana hongera. Mamko ape hongera zake kajua kukulea. Ana nini bwana kutwa staili moja bwana nini? Kifo cha mimi mpaka na sau staili yenyewe. Ananichosha. Sasa nampa hizo vitu huko ndani. Hajaiona nani yangu sijui mwezi wa ngapi. Sasa nini? Mwanaume hela hana. Show hana. Kutwa staili moja. Bado nampa tu bado tupu wangu. Kazi gani? Sina huo muda. Wewe ndo kila kitu, wewe ndo I like. Okay baby, nakupenda sana. Kwani nakupenda. Nimefika hapa sasa hivi. Nasi ipo ndani kwani nachoka mimi. Haulizi chochote mzee. Hata nikitoka yani hata nikuli na maini hapo, haniulizi. Anakula. Sasa kusema wewe mwanaume. Kusema nimeatoa wapi? Ana huo muda. Hana. Wewe yani anakula ya mwanzo mwisho na haulizi mke wangu kimetoa wapi? Baadaye sasa katika mwanaume atasema mwanaume huyo. Ana maajabu yote kwangu fala. Wewe ndio kila kitu, wewe ndio jiamini ndugu yangu. Nikija kwako unanipa show za kibabe, nikiondoka na kibunda. Na shida nini? Au ndio kweli nakupenda. Nakupenda sana, siwezi kukuacha. Okay. Ni kweli mnapendana sana. Hata mimi pia nimejikuta nikiwa shabiki wa mahusiano yenu. Baby. Subiri basi, nitakuchukua baadaye maana hapo Ruba shengi ya maana. Bwana shengi ya Ruba ndugu yangu. Kama disco shengi ya Masai, subiri ndugu yangu nitakupigia baadaye inshallah. Nakupenda. Okay baby, take care. Okay. Unasemaje wewe? Wewe ndio umetukia. Lakini naomba nikwambie kitu kimoja. Kwenye maisha ukikosa uvumilivu hauna tofauti na mbwa ambaye hana kwao.
kila siku utakuwa unahangaika mpaka mwisho wa maisha yako. Mbona tulipendana zamani? Mbona nilikuvumilia katika magumu mengi, wewe na familia yako? Mbona nilitoa muda wangu kwa ajili ya familia yako? Sikia nikwambie, usinipigie kelele. Usinipigie nini? Kelele, na usinitie uchura hapa nyumbani kwangu. Mbona wewe mwenyewe una hela unakaza kuongea tu? Ama nako usikatafute hela huko. Wewe vipi wewe? Okay. Nilivyofukuzwa kazi na kutaifishwa kila kitu, nilihisi kama Mungu amenionea sana. Lakini pengine ilikuwa ina maana sana kwa sababu alihitaji nione naishi na watu wa aina gani. Haya mambo unayonifanyia haunitendei haki kabisa. Ungekumbuka hata nilikokutoa. Huyo mwanaume anayekutamani leo, anayekubidua bidua unajisifia nikiwa nakusikia kwa masikio yangu, anakubidua kwa sababu ya nguvu yangu. Ulikula ukapendeza ukanawiri, ndio maana akakutaka. Sidhani kama ungekuwa ni mtu mchafu ambaye ueleweki una mbele wa kama angekutamani leo. Basi ukikaa vizuri, niheshimu hata mimi ambaye nimekufanya huyo mwanamke akakuna na akakutamani. Mtole uchuro hapa. Nikwambie tu, mbio za sakafuni uishia ukingoni. Kwani si uniache, usinipe talaka yangu jamani, kwa lazima kukaa na mimi? Mwisho wako hauko mbali. Asante wewe. Washika mbaba ndani. Wewe. Asa huyu leo atakula jibu.